ya kondom, maana yake uchafu uendelee. Katika nchi ya Qatar imekatazwa hiyo. Ndani ya Qatar ile hijabu ambayo ulimwengu inaipinga leo, ndio Mwenyezi Mungu amewaleta hawa wasoko Waislamu, wanavishwa wanawake hijabu mabarabarani ndani ya nchi ya Qatar, na wengi wao wamepata kuslimu, wanavishwa hijab. Hata kuna mmoja amelia maskini baada ya kuvaa hijab, alipojiona alivyokuwa amependeza, akasema sijawahi kupendeza hivi maisha yangu, na ndo alipofuatilia ikawa ni sababu ya kuslimu kwake. Angalia ndugu Muislamu, leo adhan imewaslimisha watu ndani ya Qatar. Serikali ya Qatar iliwatafuta vijana kutoka sehemu mbalimbali duniani wenye sauti nzuri, wakapewa wawe ndio muadhin katika misikiti mbalimbali. Quwwat al-adhan. Leo watu wengi wanaslimu kwa sababu ya adhana tu. Yule mwandishi mmoja wa Brazil amesikia mara ya kwanza na unasikia adhana kwake yeye katika nchi ya Qatar, akasema sijawahi kusikia sauti iliyokuwa nzuri kama hii, na ndio ikawa sababu ya kuslimu kwake. Kuna familia, mtu na mke wake na watoto wake 5 wameslimu kwa pamoja kwa sababu ya adhana. Mtoto wa miaka 2.5, mtoto wa kike, ndio anaanza kutembea, anaanza kuongea. Aliposikia sauti ya adhana, anawaambia wazazi wake ambao si Waislamu, anawaambia that is good, that is beautiful, hiyo sauti ni nzuri, hiyo sauti inapendeza. Huyu mtoto wa miaka 2.5 jamani, amejuaje sauti ya adhani sauti nzuri? Watu wazima na akili yao mpaka leo hawajajua hichi ni kitu gani. Ndio unaona Abdullah ibn Umar anasema, wallahi ilikuwa tunasikiza adhana wakati wa Mtume kama tunavyosikiza Qur'an. Ilikuwa tunasikiza adhana kama tunavyosikiza Qur'an. Ndio pale kwa nini muadhin anapoanza kuadhini anaanza na Allahu akbar, Allahu akbar? Kwa nini muadhin asianze na hayya ala salah na hayya ala alfalah? Kwa nini aanze na Allahu akbar, Allahu akbar? Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Maana yake Mungu ni mkubwa kuliko kazi yako sasa hivi. Mungu ni mkubwa kuliko mazungumzo yako. Mungu ni mkubwa kuliko mkutano wako. Mungu ni mkubwa kuliko starehe zako, na Mungu ni mkubwa kuliko chochote ambacho unachokifanya sasa hivi. Lakini leo baadhi ya Waislamu inaadhiniwa, anaendelea na mazungumzo yake, anaendelea na biashara yake, anaendelea na mkutano wake, wala hajali kwamba hapa anaambiwa sasa ni wakati wa Mungu. Sauti ya adhan imetoa nyoka pangoni, wakaweza kusilimu baadhi ya watu, wenyewe wameshangaa ulimwenguni, wameshangaa ulimwenguni. Kwa hivyo ndugu Waislamu, katika nchi ya Qatar mambo ni mengi ya kuelezana hapa ambayo hatuna nafasi ya kuelezea yote, lakini Qatar umefanya maajabu na wameitumia hii nafasi kufanya da'wa. Na wewe Muislamu, mahali popote ulipo umepata nafasi ya da'wa, fanya da'wa. Wewe hujui da'wa yako itamtoa nani katika shimo gani, itamuokoa nani na moto wa Jahannam, itamuingiza nani katika pepo ya Mungu, itamfanya mtu aondoke duniani Mungu akiwa radhi naye. Na dawa inafanywa katika njia nyingi, sio lazima mtu kuongea tu. Wakati mwingine dawa inafanywa juu ya mimbar, inafanywa kwenye darasa msikitini, kwenye halqa ya Qur'an, kwenye tafsiri ya Qur'an. Dawa inafanywa kwa watu wengine kuandika vitabu, wengine wanafanya kwa watu wengine kurekodi na kutuma, kama unavyoona leo inarekodiwa kwenye video kama hii. Rubbama, anasema rubba muballighin au amin sami'in, wakati mwingine mwenye kufikisha anakuwa yuko na thawabu zaidi kuliko yule mwenye kusikia na akaiacha hapo. Wewe leo umeyasikia maneno haya, ukayachukua ukapeleka sehemu nyingine, ukaweza kumweleza na mwenzako ili apate kuongoka. Hili ni jambo kubwa sana mbele ya Mungu. Ndio unaona kuna baadhi ya watu dawa inapofanyika hata kwa Waislamu wanakereketwa. Kwa nini hawa watu wanaongea? Kwa nini hawa watu wanawakataza watu? Kwa nini hawa watu wanawaelekeza watu? Wanataka watu wabaki katika hali yao vile wanavyotaka wao. Ndio unaona katika Bani Israeli walipokatazwa kuvua samaki siku ya Jumamosi, Mwenyezi Mungu anasema ilitokea makundi matatu. Walikatazwa Jumamosi nzima wasivue samaki. Sisi alhamdulillah tumekatazwa wakati khatibu anapanda juu ya mimbar siku ya Ijumaa mpaka baada ya swala. Baada ya hapo, fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Si wewe leo unakuja kuswali hapa na umemwacha mfanyikazi asiyekuwa Muislamu kwenye biashara yako upate kujua kwamba unakosea. Mwenyezi Mungu anasema wadharul bay'. Siku hiyo ya Ijumaa khatibu anapanda juu ya mimbar, biashara aina yoyote ni haramu, haijalishi nani ambaye anasimamia kule, intakana kufungwa. Sasa Bani Israeli walikatazwa
Jumamosi nzima wasivue samaki, iwe ni siku ya ibada peke yake. Waingie kwenye masinagogi, kwenye mahekalu, katika misikiti, wafanye ibada.